Sikupendi kama nini, na iko siku mamako atakukuta nimeshakunyonga, nimekuua. Umetoka wapi? Ona ulivyokauka. Mmeniharibia tu maisha ya mdogo wangu. Kutokumlisha njugu. Afu mimi siwezi kuwa mamako mkubwa. Ona anaingiza tofa na uti. Kaone kibichwa chake kama kachawi. Bichwa kubwa. Afu we utakula hizo mpaka unani soda hapa sikupi ngo. Mpaka ya kukabe. Unakujaje duniani bila mpango wewe? Kwani hata kwa taarifa wazazi wako maskini wakubwa. Tena special babako simpendi. Na hapa kwetu ukai. Tarudi kwenu. Kaone. Afu naongea na wewe, angalia huku. Umeguswa, unalia nini? Nyamaza. Nyamaza. Ajinga kamoja hapa. Kwenu hapa. Katafute kwenu. Ndio nakukasha hivi. Kachawi kakubwa. Nimesema unyamaze. Usikii? Nitakuoya, nitakubutua. Ujai kupigwa, nitakupiga ufe hapa. Nyamaza. Unijui. Na wala sitaki kujuana na wewe. Bwana, hebu ongea ulichonisimamishia. Kitu gani unanichekea hivyo kama ngili? Sikiliza nikwambie. Unajua mimi hapa mtaani hivyo na nikakuona wewe, yani nimekuelewa. Kwa sababu gani? Kila nikipita nakuona akasema sister ndio huyu bwana. Sio unaona nimeshine. Hivyo unanijua vizuri? Mimi sikujua sister pale. Nakujua sister white. So check mipigo hii. Hivi umejiona kwanza? Unajua tope la mtaroni. Yaani unanuka matope. Yaani unanuka matope sana kaka. Hii perfume afu kulikuwa tu kuna nzinzi wengi, kwa hiyo samlieni. Mpaka samli. Ona hiyo suruali yako ilivyokaa. Ujaoga. Ujui hata kuoga tu mwenyewe, ujui. Ona suruali yako ilivyokaa. Hebu Mungu wangu. Hii samli, mimi mpaka samli kwa sababu nyumbani kule kuna nzi wengi. Kwa hii samli unatoa? Sikiza nikwambie. Naomba unikome kama ulivyokoma kunyonya ziwa la mamako. Sijui umenielewa? Unijue hatujuani, yani usinizoee kifupi. Mwangalie suruali yake ilivyomkaa. Yani unanuka mafuta ya ng'ombe. Kama mimi sio type yako, naomba unikome, sawa Nisikilize nikupange. Mimi nilikuwa nakuzungua tu. Kwa nakutaka kweli. Mtu yule una type na mimi. Yako. Mimi nakwambiaje? Jana nikikupata usingelisahau. Nikupiga viunga kwenda wewe. Nikikubali mimi. Mimi unakwenda. Sisi ni maskari. Tutatoka kituo cha kati. Kwa majina naitwa Jonathan William. Naitwa Inspector Magwe. Na search wala ndio kusearch mimi. Mama, hatuna mchezo hapa. Sisi ni serikali. Hatuhitaji kubishana na wewe. Tafadhali, fanya hivyo haraka. Alafu nyinyi maaskari mnajua kabisa mtumie mwanamke anasachiwa na mwanamke mwenzie afande wa kike. Nyinyi mnataka kunisearch mimi. Tafadhali. Sisi maskari. Umesikia? Mimi mambo kabao chat. Sasa samee nini? Sikilizeni, mimi mchezo nishacheza sana. Oya, na wewe usilegeze kama nini. Sikilizeni. Sasa sababu yenu. Ninuke. Mnanipeleka na kukuta kwenda mimi. Simama, oya simama juu, simama juu. Simama juu.
Tulia. Fresh baridi, fresh. Koti lako. Naye beba begi hapa. Nikosa medi mkubwa. Oya. Nilikuwa turudi mkubwa. Oya, twendeni huko. Nilikuwa turudi. Oya nyinyi, msichukulie kila bibi mnayemwona mtaani mkamchukulia oya oya. Mimi bibi mwingine ningetoa meno sasa hivi. Oya, piga magoti, itamvua juu. Itamvua juu dogo. Itamvua. Yaani nyinyi mna bahati. Wewe. Yaani leo ningempiga mtu. Piga right, piga left, piga jebo, piga jebo. Piga na yoko geli dada Debi. Aje. Mimi ndio Modesta Skadi mdundo kanyaga pende. Nafikiri ndani kuna gagulo, ndani niko makini. Nimetoka tu hapo kupeleka hela vikoba. Sikia nikwambie. Naomba baadaye uje nyumbani kwa sababu nina maongezi na yeye makubwa tu. Kwani sasa hivi dada? Iwe sasa hivi iwe baadaye, lakini nakuomba nyumbani. Basi sawa. Ngoja mimi nikaipoe tu marage. Alafu nitakuja. Hey! Mzee wa njugu. Yaani kwa njugu wewe. Vimaini vitu vitamu vitamu Fanya uje nyumbani na kuhitaji. Sawa dada. Busara kuwajua watu, hekima kujijua wewe ni nani. Ni bora ukakosa busara, Mungu akakupa hekima. Na ndio maana unaweza ukawa na busara ukakosa kuwa na hekima. Unajua watu wengi sana wanaamini kwamba maisha ya ndoa ni maisha rahisi. Ni tofauti kabisa. Na hata mimi laiti kama pia ningejua, nisingejiingiza kwa haraka hivi. Kuna msemo ambao watu wengi wanasema kwamba eti maisha ya ndoa ni kuvumiliana. Ndugu yangu, hicho kitu hakipo. Yaani wewe kama hauna utazalilika, utazaraulika. Yaani utazidi kuonekana dhalili. Cha kwanza ni kutengeneza future. Mimi naongea hivyo kwa sababu nayaona. Baada ya kumtia mimba Mama Neila, familia ikaja juu. Nikamuoa kilazima. Nilianza kuishi naye ndani sasa. Mambo yakawa magumu sana. Riziki yenyewe ni ya shida. Na Mungu kuna muda anawapeni mitihani kuwapima mnapendana kweli. Ndio maana unakuta ndoa nyingi sana watu baada ya kuoana maisha yanabadilika. Pale mnapimwa imani. Kweli nyinyi mnapendana? Kwa hiyo mdogo wangu mimi cha kukusii sana sana. Haya mahusiano kama unaweza. Yaani wewe kuwa tu mpenzi mtazamaji. Japokuwa kwa umri uliokuwa nao, damu inachemka. Ila usishawishike kumchukua mwanamke kumweka ndani au mawazo ya kuoa. Yaani wewe ukioa,
haitopita hata wiki unaweza ukaolewa. Si umeelewa mdogo wangu? Usije ukadanganyika umemtia mimba ya Shura ukamchukua kuja kuishi naye kwenu hapa. Utafeli. Kweli. Si unanielewa vizuri? Hapo kiukweli bro nimekuelewa. Ndio. Yaani brother hapo nimekuelewa tena sana. Yaani unachokisema bro ni cha kweli kwa sababu mwenyewe sometimes waga ninakaa ninawaza nitampata mtu gani wa kunishauri. Lakini waga nikitembea nikiwaona mablaza kama nyie nini yani naonaga mnaenjoy sana tena sana. Kumbe mnayopitia ni makubwa. Sio masuala kuacha kodi ya meza, yani uamke asubuhi. Kwa mfano labda mimi nipambane nitakavyopambana. Lazima 8,000 niache nyumbani. Umeelewa vizuri? Na ndo sina kitu. Umeelewa hapo? Yaani sina, lazima niache 8,000. Imagine. Nafanya kazi gani? Mimi ni mzoa vibarua tu. Yeah. Kesho yangu siijui. Kwa hiyo cha msingi ni kujipanga. Yaani hata mkimkuta mtu anakudanganya eti si nini ukioa riziki zinafunguka, hakuna kitu kama hicho. Kweli. Riziki ifunguke ukioa. She. Acha. Hapo kweli. Fanya kazi. Yaani msingi ni kufanya kazi ndio riziki zinafunguka. Sio uoe riziki zifunguke. Watu wanashindwa kuelewa. Yaani kuoa sio ndio mwanzo wa kufunguka riziki. Fanya kazi, riziki zinafunguka zenyewe. Kweli. Si umeelewa vizuri? Na ndio maana nyumba zina mabati, zina ukuta. Maana yake ni kuficha siri zilizokuwa ndani. Ndani panatokea mambo mengi. Okay. Wewe. Kuna watu ukiwaona wanaweza kuona wana amani. Lakini yaliyoko mioyoni mwao ni mazito. Watu wanapitia mazito. Oho, kwenye ndoa watu wananyimwa ila mtu anashinda tu kusema. Kwa hiyo mdogo wangu bwana, kuwa makini sana bwana. Ushanielewa vizuri, ushatoka kubeba miroba ya unga huko mikazi migumu. Akili yenyewe ishachanganikiwa, umepewa buku 2 asubuhi mpaka jioni. Unarudi nyumbani mkeo unamwamkia. Chezo ni? Mtongo shikama. Aya, akili sio yako. Na uko mbali. Wewe. Acha, yani acha kabisa. Hivi Chiku, mdogo wangu nikuulize. Una tatizo gani? Una uhakika una tatizo wewe? Hivi ni nini sana kabisa unachokitaka kwenye maisha yako? Kweli? Msukule mwingine bado haujakuwa. Umeenda tena kushika mimba nyingine. Chiku. Kwa maisha gani ulionayo labda kwa mfano? Kwa mwanaume gani yule ambaye hana mbele hana nyuma? Mbona unapenda matatizo? Hivi uone mamako anavyohangaika kuhusu maisha yake na maisha yako pia. Bado unataka kwenda kuleta mizigo? Ni raha gani unayoiona Chiku? Kitu gani anachokuongezea yule mwanaume zaidi ya shida? Kakufuja kama nini? Huna kizuri unachokula, huna kizuri unachovaa, huna kizuri unachopaka. Makunde tu, madengu tu, manini? Mchicha. Hivi nikuulize, lini wewe unakula nyama wewe? Aya, umeona mambo mengine haya? Na wewe sitaki kelele, mnyamaza hapa. Hivyo utayaweza nikuulize swali? Huyu analia, ndani una kiumbe kingine. Chiku. Sasa sikiliza nikwambie nicho kuitia hapa, mimi langu ni dogo tu. Nataka ukatoe hiyo mimba. Ndio nasema hivyo. Nataka ukatoe hiyo mimba. Huwezi kutoa ndugu yangu, usije ukanihesabia eti nina dada, sijui nina dada atanipa 200 300. Hiyo sahau. Kwa sababu mimi mwenyewe nina mambo yangu ya kufanya. Siwezi kukaa kumfikiria mtu mzima mwenye akili zake ambaye hajui kujiongoza. Umemngangania yule mwanaume gani yule? Nikuulize swali. Ni mwanaume gani yule? Lakini dada, swala la mimba kwa mtu aliolewa ni jambo la kawaida tu. Sikiza nikwambie, mimi kiufupi tu usije ukanisabia kwenye maisha yako, kwenye shida zako ndugu yangu. Mimi na wewe tukikutana kwenye raha. Lakini kwenye shida sijui nini na nini sitohusika. Nimemaliza ni hayo tu. Nafikiri umenielewa ndugu yangu. Na Simba Dangote. Usiniambie.
huyo sasa, unajua huyo mmoja. Huyo sasa. Kwa nini tamuona Diamond? Kumuona tu amna hata meza moja na yeye. Haya, karibu nikusaidie nini labda? Mimi kitu nilipata unisaidie nayo. Unajua mimi ni mgeni, kitu nilikuwa nataka kuomba. Mimi nimetokea kukupenda. Nimekupenda, so unajua wewe ni mrembo sana. Umenipenda mimi? Hatari sana. So ndio nikasema acha nichukue namba yako kupigia baadaye. Sio useme. Unachelewa wewe uniombe namba tena. Sikia mambo ya Simba Dangote. Tayari ushafika. So lazima nikupigie simu. Unipigie simu, nimeiacha chaji tu mara moja. Yaani unipigie. So lazima nikupigie. Siamini na Masimba Dangote. Huyo msanii mmoja, huyo tayari ushafika. Wewe ndio unapiga nao collab nini? Siamini jamani, nakumpenda ule kaka mimi. Tena. So mimi nimetokea kukupenda, nikasema kwa nini sikuulizie hivi? Basi ndo unipigie simu. Usiache namba basi hata kaji 10,000. 10,000 tu? Hiyo kitu kidogo. So unajua hivi sasa kwetu huko tunatumia cards. Nikasema chukua hii bandia bodaboda, alafu kesho utaweza atakuvutia waya. Sawa. Unipigie kaka. Lazima nikupigie. Usiache kunipigia. Nataka nikamwone Simba na Madangote. Ni watu utakaa nao mezani. Haya, bye. Pamoja. Haya. Wewe ni mrembo sana. Pesa sina, nyumba sina, gari sina, takupa mapenzi, nitakupa mapenzi tu, takupa mapenzi, takupa mapenzi tu, oh mapenzi tu. Usichoke, vumilia mwaya, ila mipango haijawa sawa. Tukikosa leo tunalala, kesho tukipata tunakula. Yani mimi chachawe, na mimi nimeshakupenda wewe. Oh, yani mimi kadake, na mimi nimeshakupenda wewe. Mapenzi siri ya wawili, webaki na mimi, wengine wa nini? Oh, hey. Pesa sina, gari sina, takupa mapenzi, takupa mapenzi tu, takupa mapenzi tu, takupa mapenzi tu. Nakubaliana na wewe Storybet. Eti wanauliza umenipa nini, mbona umeniganda sana akilini? Eti msela leo kaling'oa pini, hata akinichiti na wahusu nini? Kipato changu ni kidogo, ila ndo hicho ananenepa, ila walimwengu machokodo, ampendi kuona nacheka. Onanana, mapenzi siri ya wawili, webaki na mimi, wengine wa nini? Oh, hey. Pesa sina, nyumba sina, gari sina, takupa mapenzi, takupa mapenzi tu, takupa mapenzi. Pesa sina, nyumba sina, gari sina, takupa mapenzi, takupa mapenzi tu, takupa mapenzi tu, takupa mapenzi tu.
Haya, na wewe dada mtu, unasemaje kuhusu hili? Kuhusu nini mambo? Si kila mdogo wako. Mimi huko nimeshajitoa kwa sababu nimeshaongea sana simu. Kwanza naombeni kabisa, leo sitaki masiala na mtu, naombeni mniache mwenye kichwa changu kina mambo yangu. Naombeni mniache. Kwa hili ongea na mama yake huyu hapo. Hebu niambie shosti. Dada, mimi nitaongea nini? Mimi nishamwambia kabisa aende akadai talaka, arudi nyumbani. Hapa ndo nyumbani kwake, arudi. Amwache ile mtoto kule, arudi. Na kuhusu hiyo mimba tutajua chochote tutachokifanya mradi hiyo mimba itoke. Nimemwambia arudi hapa nyumbani. Mimi nachoka, yani mimi nachoka. Anakataga kona huko anakuja nyumbani. Anakataga kona huko anakuja nyumbani. Mama, nyumbani hakuna hata 100 wala 200. Sasa wewe umeolewa nini mwanangu? Kwa nini umekurupukia ndoa? Kibaya zaidi hilo tumbo. Mimi nasemaje mdogo wangu? Nielewe, mimi nikija tena safari nyingine hapa nahitaji nikute talaka. Masuala ya kusema mimba, vipo njia nyingi za kutoa. Kuna vijiti vya mti wa kisafi, vunja vijiti vyetu vitatu. Chokoa ikutaka nyuma kule ule mwalovela na mwenzie 140 tunaipondea ile. Ikingangania tunajua sasa tupite njia gani. Anganganie hivyo mko mimba ya jini au? Wewe kuna watoto wengine wanakamatilia nyonga, wanashika nyonga. Sio kinganganizi kitoto, wengine damu zao hazitolewani. Lakini tutaomba Mungu hakuna kitachoshindikana.